Simba. Kwa hiyo kuna watu watakuwa wananunua hisa either milioni 10, milioni 20, milioni 40, milioni 50 kwa sababu pesa zinazunguka, return inapatikana, ile yako inarudi, unanipata vizuri. Kwa hiyo wanaponunua zile hisa, just imagine ndani ya mwaka mmoja Simba anaweza kutengeneza bilioni 100. Hata tuseme tu labda mfano mdogo, ndani ya mwaka mmoja Simba labda atengeneza bilioni 60 au bilioni 80. Kwa hawezi kusajili wale. Kuna haja ya kusubiria tena sio wawekezaji, kwa sababu wanachama tu wenyewe wanaweza kufanya kazi. Wanajitosheleza. Kwa wawekezaji wataenda kuipush klabu iwe na uwanja wake. Kwanza Simba hawataenda hata kutafuta eti mwekezaji kwa ajili ya uwanja. Tayari wale pale wamenunua hisa. Wako pale wanatoa hizo fedha na thamani pia imepanda. Maana thamani ya mwanzo kabisa Mo alitoa bilioni 20. Sasa hivi unafikiria kwa bilioni 20 itapanda. Sasa hivi kama wewe mwekezaji unataka kwenda pale, katiba sasa hivi inaweza kaje ina mapendekezo yake kwamba mwekezaji anataka kununua hisa lazima atie bilioni 100. Wawekezaji watatu. Let's say kama ndio bilioni 100, kuna bilioni 300. Alafu haya kuna mashabiki na wanachama wanataka kununua hisa. Au let's say labda bilioni 50 ili uweze kununua hizo hisa katika asilimia 41 wawekezaji. Bora vile Simba atakuwa na mpunga kiasi gani? Simba atakuwa na mpunga mrefu sana. Mpunga ambao machawa wote wanapaswa kuondoka. Watu wasiokuwa na elimu hawapaswi kukaa ndani ya klabu ya Simba. Watu wasiokuwa na kiu ya mafanikio hawapaswi kukaa ndani ya klabu ya Simba. Wanapaswa kuwepo vijana. Na ndio maana huu mchakato Mo kila siku anaupambania. Kwa sababu gani? Mo ana target kuleta watu kutoka South Africa, ana target kuleta watu ambao ni wasomi, hata kama pale kwenye ile klabu wanaweza kuendesha kama kina Senzo. Leo mnakutana tu mnashindiliana pale. Vitambi vinamwagika tu. Simba misimu 4 hawana ubingwa. Wanacheka tu. Wao wanachekea chooni, wanachinjia chooni. Mpo tu. Hakuna hata siku kiongozi ameumia, ametoa tamko matokeo haya ananiumiza mimi najiuzuru na nyanyua mikono. Ya nini mie? Ya nini mie naondoka zangu? Naondoka. Viongozi ndio kwanza wakifungwa, kesho asubuhi wako pale, kesho kutu wako pale. Kazi yao kutishia wanachama, kuwafungia, kuwapeleka polisi. Lakini ingekuwa ni watu ambao wana maumivu, wangepambana hii transformation mpaka leo ingekuwa imeshakamilika. Hadi mheshimiwa Paul Makonda aseme jamani kweli. Lakini kumbe kuna watu wachache pale ndani wao wenyewe walikuwa wanatafuta ugali wao kwamba sasa ikikamilika hapa tena system ikiingia hii mambo yanaenda system utaishije sasa? Kwa kwangu mimi nafikiri itaenda kuongeza thamani ya club, wataenda kujenga uwanja wao wa mpira. Hata wenye watu 40,000 wana uwezo wa kujenga. Kingine Simba inaweza ikawa ndio club ya kisasa kabisa kwa sababu Afrika Mashariki na Kati na Afrika Simba unajua ni wakubwa sana. Kwa kama Simba ni wakubwa sana lazima waende na sera na level ya klabu kubwa. Huwezi ukawa na klabu kubwa alafu leo Simba hawana makao makuu yao ya klabu. Makao makuu hadi muende Masaki macho pale. Ofisi ndogo ile. Hata usimiliki. Ile msinamiliki. Uwanja Bagamoyo. Uwanja uko wapi? Bagamoyo. Bagamoyo wapi? Bunju. Sio uwanja wa mazoezi na wewe ndio Yanga. Bagamoyo unahusika vipi ndani? Si ya Kariakoo. Timu ni ya Kariakoo. Kwangu mimi wawekezaji na transformation ikikamilika, Simba ndio kwa klabu ya mfano. Simba wananyang'anywa wachezaji wakubwa. Simba na Yanga wananyang'anywa wachezaji wakubwa kwa sababu uchumi wao ni mdogo. Sasa wewe eti unaambia thamani ya usajili wa Simba ni bilioni 6 Mo ametoa. Bilioni. Na kadi bilioni 6 mchezaji mmoja halipa. Na chenche ibaki. Bilioni 6 hiyo Marcelo Allende yuko pale Mamelodi Sundowns. Sawa Unakuja kupiga hesabu eti sisi unajinasibu mbele ya kamera sasa siku ya mkutano mkuu pale mapato na matumizi. Tumetumia bilioni 20 makofi kama yote. Kwa mwaka mzima hapo eti bilioni 20. Club kubwa kama ile. Yaani bilioni 20 mchezaji mmoja tu anakula pale. Kwa maana signing fee pamoja na mishahara yake na vitu kama hivyo. Kwani unafikiria Ahali wanafanyaje? Ahali wanachama ndio wanaendesha ile timu. Watu wanunua hisa kaka. Jezi ya Ahali moja ni 150,000 lakini jezi huko ikiuzwa 35 watu wanakasirika wanatema mate mji mzima. Hata kazishushu bana. Hadi 10,000. Ndio unaona sasa hivi ukitembea sasa hivi mjini kila mtu ana nani? Anavaa jezi kwa sababu gani? Kwa sababu jezi imekuwa 10,000, 12 Jeruti ameshusha bei. Ndio hapo Friji nataka hapo kule wataweza kulipia hizo kadi za wanachama. Kama issue ya jezi ilikuwa ngumu, kadi je? Simba ni timu yenye hela kaka. Mimi kwenye mpira mwaka ngapi? Wa 15 sasa hivi. Klabu ambayo ina support sana timu yao ni Simba. Mashabiki wao wanaenda sana uwanjani. Na sio tu kwenda uwanjani katika nyakati zote. Na ndio timu pia inanunua jezi. Kadi ndio maana kuna watu ambao watanunua hisa na kuna watu watakao kuwa wanalipia kadi za wanachama. Wananunua hisa kama kipatikana lese labda 100. Unaona pia Simba anaingiza kiasi gani?
So mimi huu mchakato ukamilika kwa Simba, nafikiri ndio itakuwa timu ya kuigwa kwa na transformation hapa nchini. Na lazima wafute kwelikweli katika eneo la uongozi pale. Wafute kwelikweli pale, watu watoke, waanze upya. Waanze upya, wapatikane watu ambao wanaweza kusimamia miradi, kwa sababu sasa Simba imeingia kuwa ni klabu ya miradi. Pesa zinaweza kuwa nyingi, hisa zimeingia, watu wameweka hela, lakini mnaendesha miradi gani? Lazima miradi iwepo ili hizo pesa zizunguke, watu wapate faida. Sawa kwa sababu pesa zinakuwepo tu pale, pesa zinakuwepo, okay, hazizunguki, nafanya tengenezewe chini. Lazima pesa zipatikane, zianze kutengenezewa chini na kutengeneza nini? Mapato ya kutosha. So kwangu mimi nafikiri inaweza ikawa jambo kubwa. Mo atakuwa amelala usingizi mzuri sana jana. To shift, mimi nataka kauli ya afisa habari wa Young Africans, nadhani uliisikia. Kwa ukaribu sana na kwa makini sana. Alisema kuwa asila zao sherehe moja Kenya na niongeza Young Africans. Ali Shaban Kamwe alisema kuwa asira zao zinaenda kuisha tarehe 1 Machi. Unaliona hilo kweli, asira zao kwenda kuisha tarehe 1 Machi mbele ya mnyama Simba Sport Club? Nani aliyokasirisha? Nani aliyokasirisha? Simba sijajua nani aliyokasirisha. Kwani Yanga wazokuwa nataka makundi bado wana hasira? Yanga wanasema nataka makundi. Sasa hasira zinatoka wapi? Kuna watu wameshirikiana na watu wengine, kwa na hasira nao wale walioshirikiana nao. Dabi, alafu ni hii mbaya sana. Bodi ya ligi wasikubali kuendeshwa. Tunajua mwenyeji anaweza kupanga mechi sehemu yoyote, sababu ni mwenyeji wa mchezo. Lakini kufikia mechi kama ya dabi, TFF na bodi ya ligi wanapaswa kuwa na maamuzi. Dabi ina mashabiki wengi sana, ina mapato. Unachukua mechi unapeleka Zanzibar, unajua uwanja unaingiza watu wangapi? 15. Sasa wewe dabi, mashabiki wa Simba na Yanga uwanja unatapika wewe. Na sasa hivi ukiangalia Simba wana wachezaji wazuri, kina Libasege, kina Aniseteura, kina Loemba Joseph, kina Morris Abraham. Yanga wana kina Depu saizi, kina Okelo. Unapeleka Zanzibar uwanja mdogo ule. Na ule uwanja watu wa Zanzibar tu wale wakikazana wao wenyewe tu wanaujaza. Ni kwamba Yanga nao wamekuwa waoga, wanaogopa Simba. Wanaogopa sana Simba sasa hivi. Wanaogopa kwenye uwanja wao. Kwamba wanajua Yanga kiama chao kimekaribia. Ndio maumivu sasa. Unajua kifo ukiwa kinakaribia kufika unaona Na wao unaona mtu akaribia kufa anaanza kuita watoto wake. Nitie fulani. Yuko Dar es Salaam mpigie simu aje. Yuko Musoma mpigie aje. Wapigieni wote. Wanaitwa kwa ajili ya nini? Urithi. Kama ni ng'ombe wakarithi. Kama ni shamba wakarithi. Kwa hiyo ndio Yanga sasa hivi. Yanga wamekaribia kiama chao. Ndio maana wanatapatapa. Wameshindwa kwenda robo finali kisa Farabat na Ahly walikuwa wanabembelezana. Sasa Simba amesika vipi hapa? Kwa nini ile mechi upeleke Zanzibar? Ile mechi ilipaswa kupigwa Mkapa, capacity kubwa. Mashabiki wengi wanakuja pale. Uwanja umenyanyuka. Yanga wangepata pesa nyingi. Kwamba ni kweli tunajua kweli hawana labda shida ya hela. Lakini wamewaogopa. Tena ipelekeni clip hivi. Wamewaogopa Simba. Ndio maana wanajitamba kwamba watakuja na wao Guantanamo Bay. Uko ni uwanja wao pale leo Simika. Yaani wameogopa uwanja wa Mkapa, anajua labda Simba za kamwasha kwa sababu tayari kama mnyama amechangamka pale. Sasa masuala ya kupeleka pale Zanzibar, uwanja mdogo wa mashabiki wachache, Yanga wameingiwa na ubaridi, wanamuogopa Simba kwamba Simba hata kubali kufungwa mara 7 kwa sasa. Au vitu vya nje uwanja ndio vimewaangia, wamepata sana ubaridi. Na masuala nje uwanja mimi siamini sana, lakini kama wewe unaamini labda wewe upande wako. Pengine labda uwepo wa dua siku hiyo tarehe Machi. Kumbuka kuna dua ya Waislamu. Itafanyika uwanja wa Benjamin Mkapa na itaisha saa 6 kamili. Saa 1. Dua siku ya mechi. Ndio. Wangecheza mechi. Ipo. Ipo. Kama cha Qur'an. Ndio. Hapo sawa. Ndio. Mimi mngeniambia sababu ningewaelewa. Kabisa mimi naviheshimu ni dini. Ila ukiniambia kwamba eti watakuja hapa, tutawafunga. Wao wamewaogopa. Pengine ndio Yanga. Kama hiyo sababu tamasha la Qur'an. Ndugu zetu Waislamu watakuwa na mashindano yao pale ya Qur'an. Kusoma Qur'an wanafanya kila mwaka na ni moja ya kitu bora sana katika ile misingi. Na hata mimi naunga mkono katika masuala ya kiimani, mimi niko mstari wa mbele sana. Kwa hilo kama linafanyika siku hiyo
so ni good. Yanga kwenda Zanzibar hapo ni sawa, lakini ungeniambia kwamba wanaenda alafu uwanja uko Mkapa. Hauna kitu, ningesema tu Yanga waoga. Wameogopa Simba, wanajua kabisa kwa Mkapa pale wachomoka. Friji, itengua kauli yako sasa. Vipi? Ulosema Yanga wameogopa Simba. Si wanajigamba kwamba wako Zanzibar. Wako Zanzibar kwanza na mbili. Wanajigamba. Friji, tuangazie performance ya wachezaji ambao waliingia dirisha dogo kwa upande wa Simba Sport Club, wameonekana kufanya vizuri sana. Tumwangazie Oura ambaye mechi 2 za CAF Champions League kaingia kambani kwa timu tofauti. Tuanze kwa Oura. Dabi itakuwa nzuri kwa sababu ina wachezaji wazuri wakubwa, wana uchu, wanatafuta kutengeneza majina yao, wanatafuta kuwa mastaa. Kama Anicet Oura anataka kuwa star na tumeona tayari ndani ya muda mfupi ameshateka ule ufalme. Wakati unamzungumzia Oura kuna jini linaitwa Libasege. Mechi 2 mfululizo anafunga. Mechi 2 mfululizo anakuwa man of the match. Anicet Oura anakuwa top upande wa Champions League. Libasege upande wa ligi anafanya balaa. Bado kina Loemba tumeanza kuona balaa lake akicheza kama namba 10 na kwa hatari sana. Pale juu Mwalimu yuko na Soa pale. Soa na Soa lakini Mwalimu tayari tunaona ameclick. Na kina Morris Abraham wako pale, kina Chama Cletus wale pale. Simba fulani hivi ambayo kwa sasa imechangamka na of course watapata muda wa kupumzika kwa sababu hapa katikati hakuna ligi ya mabingwa. Nafahamu leo watacheza na Greenland FC ya Kagera, lakini ni kwa upande wa CRDB na leo naona kocha atawachezesha wachezaji wachache ambao hawapata nafasi ya kucheza, lakini kwa ukubwa wachezaji wengine wataingia kwa ajili ya kupasha. Watakuwa na mechi nyingine dhidi ya Tanzania Prisons ya ligi, alafu watakuwa na mechi na Dodoma Jiji, watafuata Dodoma. Baada ya hapo ndo wanaenda kwenye mechi moja. Kwa hizo mechi 2 za ligi zitamfanya Simba kumuimarisha kuelekea tarehe 1, lakini pia hata Yanga vivyo vivyo. Naye pia na mechi kesho atacheza na Cosmopolitan na baada hapo atakuwa na mechi ya ligi hapa na kusubiria mnyama. So kwangu mimi tumeshawahi kushuhudia dabi nyingi sana. Lakini hii dabi itakuwa ni bora, inachagizwa na vitu vingi. Kwanza uwepo wa nyota wengi. Kwa upande wa Yanga wana wachezaji ambao asilimia kubwa wamekaa sana kwenye dabi. Hiyo ni advantage kubwa sana kwao. Kwamba una Max, una Muda, una Dube, una Mzize ameumia nimesikia. Kuelekea dabi anaweza kawa yuko sawa, akiadumia mazoezini, alijitonesha mazoezini. Mzize naye ameshaanza kuwa pancha, anapata shida sana sasa hivi. Lakini ukiangalia una Damaro Kamara, Tenki lile pale katikati, una Chuki Abuya, kina Andabwile wako bench. Ukuta wa Yanga ndio ukuta ambao huwa unamfanya Simba anakuwa mnyonge sana. Ukuta wa Yanga unakuwa solid, unakuwa imara sana kuliko ukuta wa Simba. Sasa ukiangalia safu ya ushambuliaji ya Yanga ni ya moto, ukuta wao pia ni wa moto. Kwa maana mboga moto, ugali moto. Ndio maana wanajivunia. Sababu ukiangalia ukuta wa Yanga una Baka, una Job, una Mwamnyeto. Na kwa sasa hivi ukiniambia beki bora ukimwacha Rushine The Rock. Beki bora sasa hivi ni Rushine The Rock hapa kwa chama Mwamnyeto. Mwamnyeto yuko bora sana. Unamwona? Unamwona kwa mechi 2 3. Yes. Kwa hiyo dabi ina Diara ambaye amekaa kwenye dabi nyingi. Dabi ina Zimbo ambaye ametoka Simba alikuwa dabi nyingi. Dabi na Boka ambaye naye ameshacheza dabi nyingi. Kuna Mwenda ambaye ameshacheza dabi. Alafu yao Kwasi naye yuko sasa. Alafu eneo la kiungo limeshiba. Ukienda juu ndo balaa. Kwa hiyo Yanga wao wako full package. Wasiwasi wangu mimi ni kwamba kocha wa Yanga Pedro Gonzalez Ndio wasiwasi wako ulipo. Yanga na kikosi bora. Yanga akishapata goli sasa hizo anarudi nyuma. Anawaambia turudi kulinde goli. Sasa unalinda goli kwa Anicet Oura kweli? Unalinda goli unakaa nyuma. Yaani unakaa nyuma unamsubiria Anicet Oura. Mtaumia. Sasa yule kocha tabia yake ndio hiyo kwamba bwana tumepata goli tulinde goli letu. Sasa Simba Sports Club watakuwa na kutafuta. Unajua faida ya kuwa na Anicet Oura, yule jamaa ni nyumbulifu sana, anapenda kuingia kwenye box na akificha mahali kwenye mguu wa kushoto, kuchomoa ni ngumu sana. Jamaa anajua kunyumbulika. Kama Kambale anaweza akapenya na ana hate au kupeleka kushoto na kulia. Anaweza kufanya kitu kibaya sana. Libasege kule naye anapiga kevu nje ya 18. Wana uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo Simba Sports Club hawana unyonge kwenye hii mechi. Hawatakuwa na unyonge wote kwenye hii mechi. Kwanza wana wachezaji ambao Yanga wenyewe hawafahamu vizuri. Kwa Libasege ni mpya, Anicet Oura ni mpya. Alafu wote wameingia kwenye kikosi. Ndio raha ya dabi ya awamu hii. Dabi zilizopita wachezaji wengi tayari kwao wanajulikana, mazoea ya dabi, wafungwe wasifungwe walishachukulia kawaida. Lakini awamu hii wachezaji asilimia kubwa ni wapya. Alafu wengi wao wamesha click kwenye kikosi. Unapata vizuri? Wanataka kutengeneza ufalme na katika kipindi ambapo unatakiwa kutengeneza ufalme wako ni kwenye dabi. Kwenye dabi ukifunga goli na ukaisaidia timu yako kuchukua ushindi, wewe ndio star wa timu. Kwa Anicet Oura ni mchezaji wa kutazamwa na kuchungwa. Kama kuna wachezaji mchekea pale Yanga katika eneo lao la ulinzi mtu kama huyo nani? Damaro Kamara ambaye anapiga sana viatu. Anakula umeme hiyo mechi.
sababu unakutana na Anis Eto'o anakutikisa unaingia uvunguni unampigia stand. Ukimpigia stand tu kadi unarudia tena unakula umeme, sababu Libase Gay kule anakupeleka huku, Ura anakupeleka huku, Loemba naye amekushikilia koo. Wapi Yanga atachomoka vipi? Hiyo mechi ni mechi ya kimkakati, na atakayesinzia atakula goli, si chini ya chuma 2 chuma 3, hizo goli zitapatikana. Hiyo mechi inatoa, lakini Yanga wana faida ya kuwa na mtu kama Depu. Nitoa kuambia mtu jana katika usajili waliofanya Yanga, usajili bora kwa upande wa eneo la ushambuliaji ni Aurelio Maria Depu. Depu ni mshambuliaji mwenye kariba ya washambuliaji wanaocheza soka la Ulaya. Alipita kule, jamaa ana akili sana, ana akili na receiving zake, touch zake, namna ambavyo anaweza kureceive, namna ambavyo anaweza kufunga kwa kichwa, kwa miguu, ana skills, ana utulivu, composure eneo la mwisho. Ni mmoja wa usajili bora sana, na ndo atakuwa threat sana katika safu ya Simba ya ulinzi, kwa sababu ukiangalia Simba Rashid Roko ameclick tayari, yuko sawa, lakini bado Olivier Ismail Toure anahitaji kukaza, kuonesha kwamba kuna kitu cha ziada ili kutokuruhusu goalkeeper wake kupikiwa Jibril Kasari kila wakati. Sasa na mtu kama Depu ambaye anaweza akaswitch akakutawanya na akafunga kwa mbali au akafunga ndani ya box kwa kichwa, kwa miguu. Kule upande ule unakuta Pacome ameshapona, amerejea uwanjani, ana kasi. Huko nyuma kuna Alan Okello. Upande huu pia kuna mtu kama Maxi amefunga dabi zote, always akishacheza anafunga yule. Kila dabi lazima kujaribu amonje Simba, sio? Kwa hiyo kwangu nafikiri hiyo ni mechi nzuri, tamu sana, na imewekwa saa 2:15. Yaani mechi ambayo watu wameshakula, wameshiba. Mechi ambayo umekula umeshafuturu. Yaani hapo ni muda wa kufuturu. Na ndio maana imewekwa muda huo. Yaani watu wameshafuturu pale, wanacheua tu wanasikilizia mechi. Lakini ingewekwa saa 10 na watu wale hawajafuturu, ndugu yangu, ilikuwa mtihani sana. So ni mechi nzuri ambayo inaweza kuleta taswira tofauti, na Simba pengine wanaweza wakapata ushindi wao wa kwanza. Watu subiri tuone itakapokuwa. Asante. Muondoke.